Yes, Bwana asifiwe. Natumai uko mzima mahali pote unanisikiza. Leo ikiwa ni siku ya 16, tunazidi kueneza neno la neema. Nashukuru Mungu maana amezidi kunipa uwezo, amezidi kunipigania na kunitetea. Na ni matumaini yangu mahali pote upo, pia wewe una experience the joy of the Lord. Yeye anazidi kuwa msingi dhabiti, yeye anazidi kuwa Mungu juu ya maisha yako, yeye anazidi kukulinda pamoja na jamii yako. Ikiwa ni siku ya 16, tunaendelea na ujumbe wetu wa neema. Wacha Mungu azidi kuwa nawe. Ikiwa ni siku ya 16, tutaingia kwa mada ya siku. Inasema stewards of grace. Stewards of grace. Kila mmoja ana jukumu la kuwa steward of grace. Wacha tueneze neema hii siku zote za maisha yetu. Maana nasi tulipewa hii neema, hatukununua. Jinsi tulijifunza jana kwamba this grace was given to us through Jesus Christ by God. Hii neema ambayo tulipewa na Mungu kupitia Yesu Kristo, basi nasi hatuna budi kueneza neema hii ulimwengu kote. So kama watendakazi wa neema, stewards of grace, welcome to day 16 of I Am Rema Auditorium Daily Devotion. We continue with Grace 2026, More Grace to You. Where grace is sufficient, where grace is sufficient, struggle is unnecessary. Jesus does not discriminate. He gives grace more abundantly. Where grace flows, even nature cooperates. One word is enough. So, where you are joining from, come as you are. Align with grace and let God do what only grace can do. So let us begin with today's Rema. We are going to read from the book of 1 Peter 4:10. The book of 1 Peter 4:10. And it says, as good stewards of the manifold grace of God. As good stewards of the manifold of grace. I will take that again. As good stewards of the manifold grace of God. So, neema niliyo nayo si yangu peke yangu. Ni ya kushirikishwa. That is to be engaged, either to be included or to be involved. Leo nitaishi kama msimamizi wa neema. Kwa matendo, maneno na upendo. Siku hii ya 16, tukijiandaa kwenda kwa shughuli zetu, kwanza tunarudishia Mungu shukrani maana ameweza kutupa uwezo. Tumeamka tukiwa wazima, tumeamka tukiwa tayari kushughulika na majukumu yote ambayo yako mbele yetu. Na zaidi ya yote tunatambua kwamba neema hii ambayo tumepewa lazima tuitendee kazi. Ni jinsi vipi utatendea neema yako kazi? Utaitendea kwa ajili ya wewe kujituma, kwa ajili ya wewe kueneza neema kwa wengine. Wale ambao wanahisi kwamba wanashindwa, wale wanahisi kwamba wamechoka katika hii safari,
basi ni jukumu lako kuwatia moyo, ni jukumu lako kunena neno la Mungu ndani ya maisha yao, ni jukumu lako kupiga magoti na kuwaombea. Hatuishi katika sheria, bali tunaishi katika neema. Sheria ina hukumu, sheria ina kejeli, sheria inafunga, bali neema inatuweka huru, tukitambua kwamba sisi wote ni watenda dhambi, lakini kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo tuliweza kukombolewa, tuliweza kuokolewa, na tuliweza kusamehewa dhambi zetu. Jinsi tulisamehewa, nasi pia inatupasa tuweze kusamehe. Vile tulishiriki jana kwamba msamaha tunapata kwa njia ya neema ambayo imepewa kupitia Yesu Kristo, basi nasi pia inafaa tusamehe. Lakini msamaha huu lazima uwe na accountability. So hatusamehi tu bila kujua ni nini tunasamea. Tunasamea tukijua ni nini na ni kwa sababu gani inatupasa tusamehe. Ijapokuwa tunaifanya kwa neema. Tukiwa watendakazi wa hii neema, tunatambua kwamba neema hii si yangu peke yangu. Neema hii si yako peke yako. Neema hii ni ya kushirikishwa. Tuliweza kushirikishwa, nasi pia inafaa tushirikishe wengine. Lazima tu make sure watu wengine pia wanajua. Lazima tu make sure tuna include watu wengine. Lazima tu involve watu wengine. Na zaidi ya hii yote, tutakuwa tuna engage the entire body of Christ through this message of grace. So today, leo tunaishi kwa nini, ama tunasimama kwa nini? Tunasimama kwa sababu ya neema. Tunasimama kama wasimamizi wa neema. Tunasimama kwa ajili tumepewa uwezo kupitia neema. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kufanya kwa matendo, ni kwa sababu ya maneno yetu, na ni kwa sababu ya upendo. So leo nitaishi kama msimamizi wa neema kwa sababu ya matendo, maneno na upendo ambaye nitashirikisha wale wote Mungu atawaleta kwa njia yangu siku ya leo. So wacha tuweze kutambua kwamba sisi ni watendakazi tu wa Kristo. Na tunatenda kazi kwa neema. Wacha siku hii ya leo neema itoshe, neema ikuhifadhi, na tuweze kushirikisha wengine kwa jambo hili la neema. Zaidi ya yote tukumbuke, bila neema itakuwa ni vigumu kutenda kazi hii. So ni ombi langu mahali pote huko kwamba neema inatosha na itazidi kutosha. Mimi naitwa Agri Ogendo. I am the chaplain and life coach here at I Am Rema Auditorium. Unaweza shirikiana nami kwa platform zote. Niko tayari kusikia, si tu kwa wale ambao wametambua Kristo, bali kwa wale ambao wana struggle kwa hii safari ya Ukristo, ama kwa njia yoyote kwa hii maisha. We can walk together. Tunaweza shirikiana kimawazo na kwa hali yote ile. So feel free. My platforms are open, or my DMs are open, inbox. Drop a question, a concern, or something ambaye tunaweza shiriki pamoja. We are a digital chapel. So maeneo yetu ni mitandao, na ni mitandao ambayo itatumia kueneza neno hili la Mungu. Si tu kuleta wengi kwa Kristo, bali pia kumake sure wale ambao wako kwa Kristo wanakuwa grounded. Na nikimalizia, namalizia nikisema wacha neema ya Mungu ikulinde siku hii ya leo, ikupiganie na ikuongoze. Wacha siku hii iweze kuwa baraka. Unapotoka ubarikiwe, na unaporudi ubarikiwe,
na vyombo vyako vyote na shughuli zako zote ziweze kubarikiwa, na wacha neema ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa juu yako. Ninamalizia nikisema more grace to you in Jesus name. Wacha tukutane kesho, maana neema hii inatosha. Tuzidi kueneza neno hili njema. Kwa nafasi hii nitasema ni asante, na Mungu azidi kubariki na kulinda. Hadi kesho, neema inatosha. Siku njema, kwaheri kwa sasa, tuonane kesho, Mungu akipenda. Bye for now.